Wewe tabibu wa moyo wangu, niwapo nawe nipo huru. Raha ya penzi wajua ni henzi wako baby, wengine sendi. Kwako mfungwa, bila shaka nimetua nanga. Kwa hali na mali wangu wa dhati, daima uwe nami. Kwa hali na mali wangu wa dhati, daima uwe nami. Mini wako uwalako, mini wako hadi mwisho. My name is Peter Jilani, and today is my wedding day, and I'm excited for this day. I am happy. I can't wait to be married to the love of my life, my best friend. Siku yetu kule It's nervous, but I guess it comes to the territory. You already get to marry once. nimetanda usoni, nasema ndio, mimi wako walali.
chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. We mzuri mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ninakupenda mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri. I just wanna give you love, 'cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. And you see the red, I be your umbrella. I give you my heart, this is my vow. Mapenzi yetu itakuwa milele, milele. We utaona, utaona, we utaona. It's gonna have any man. I love you like Christ left church. Nobody could take your place, yeah. You are my number one, and I'm gonna be faithful, make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away, far away? You love me better, better than I love myself. I just want you to know you trust me better, better than I trust myself. I just wanna give you love, 'cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. When you see the red, I be your umbrella. I give you my heart, this is my vow. This is forever, forever. I give you my heart, this is my vow. When you see the road, I'll be your umbrella. I give you my heart, this is my vow.
ndege wote wa angani. Akawaleta mbele ya mtu ili aone atawaita majina gani. Nao wote walio na uzima waitwe jina lile atakalowaita. Mtu akawaita majina yao wanyama wote wa kufugwa, ndege wa angani na wanyama wa porini. Lakini hakuonekana msaada wa mtu wenye kufanana naye. Hapo Bwana Mungu akamtia mtu usingizi mzito, naye akalala. Alafu akatwaa ubavu wake mmoja, akatia nyama mahali pake. Bwana Mungu akaufanya ubavu aliotwaa katika mtu kuwa mwanamke, akamleta kwa mtu. Hapo mtu akasema, sasa huyu ni mfupa kutoka mifupa yangu na nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Heri kila mtu amchaye Bwana, hivyo ndivyo mwenye kumcha Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Maji yaliyopata kuwa divai, wala sijui nilipotoka, lakini watumishi wake walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Si vyema mtu awe peke yake. Si vyema. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Harusi tunayo hatuna? Na mbona hamna furaha? Ama mmenyeshewa? Aya, poleni basi. Sasa tusherehekee kwa pamoja. Sawa sawa. Mungu aliona si vyema mtu awe peke yake. Moja kwa moja hawa wanandoa wetu tunawapeleka ICC. Mko tayari tuwapeleke ICC? Tumsifu Yesu Kristo. Hawa jamaa tunawapeleka ICC. Bwana Peter na Bi Philomena tunawapeleka ICC moja kwa moja. Tegeni sikio, napatia fare ya kwenda ICC. Asante. Ya kwanza kabisa, lazima muweze kudumisha kitu kinaitwa intimacy. You have to be intimate. Na napozungumza kuhusu intimate ama intimacy, first lazima mtengeneze na muumba wenu. Na mtatengeneza vipi? Kwa kuwa wacha Mungu, kwa kusali na kutenda yaliyo mema na kujitenga na yaliyo maovu. Hakikisha hilo ni la kwanza. Fanya yote lakini usimsahau Mungu wako.
kama mwanandoa, endapo kama ndoa yenu mnataka iendelee vizuri na iwe na matunda mema. Ninapozungumzia kuhusu hiyo intimacy, tena baada ya Mungu wako, jinsi unavyompenda Mungu wako kwa moyo wako wote, utaweza kumpenda na huyo mwenzako kwa moyo wako wote. Utadumisha ile intimacy. How you treat your wife shows how you treat your God. How you treat your husband shows how big your God is. Kama wamtesa huyo mke wako, kama wamtesa huyo mume wako, inaonyesha ile picha yako ambayo uko nayo kwa Mungu wako. Amjambo. Halo. Mpendane. Ndio hiyo nimesema intimacy. Na ni wewe Bwana Peter na Philomena. Full stop. Sema full stop. Thank you. Ya pili. C. Commitment. Commitment. Your family should always come first. Your family. Achana na mambo na marafiki. Achana na mambo na kazi. Kazi inakuja baada ya familia yako kuwa ina amani, ina utulivu. Ndio maana ukienda kazini utaweza kuhudumia watu vizuri. Lakini kama hauna amani katika familia yako, mpendwa wake Mwenyezi Mungu, utafanya kazi shakalabaka. Unaelewa? Kwa hivyo, kitu cha pili ambacho natakana kuzingatia, be committed to your family responsibilities. Wakati wote unapoanza kumdharau mke wako, wakati wote unapoanza kumdharau mume wako, that is when you begin losing it. And you not lose it from your house, you'll also lose it at work. Lakini kama umejali familia yako, hata unapoenda kutafuta, utatafuta kwa bidii, sababu tayari umeshapata baraka kutoka kwa wanafamilia wenzako. Tumsifu Yesu Kristo. Tatu. Nafikiri ninapoongea kuhusu hiyo point ya pili, kuna neno ambalo tulikuwa tunang'ana kulitamka juzi. Unakumbuka hilo neno? Usisahau hiyo hormone. I don't want to talk about that hormone inside here. Yes. Tumsifu Yesu Kristo. Mkitaka kufahamu nilimweleza nini mtamuuliza baadaye. But nimeshamkumbusha that hormone. Make sure that you are committed in your home. Mambo yote yataenda shwari. Haya. Point number 3. Communication. If you don't communicate well, mambo yako yatafanya nini? Yatasambaratika. If you communicate well, utasambaratisha moyo wako. Tumsifu Yesu Kristo. Na mambo yanakuwa shwari. Haya. Nishamaliza ICC. Mmefika ICC hapa bado? Wamefika wajafika? Wafika wao? Haya. Naomba sasa twende moja kwa moja mpaka katika shamba la Edeni. Ni katika shamba la Edeni Mungu alipoumba kila kitu, na baada ya kuumba akatazama vyote vinakaa ni vizuri. Lakini alipomtazama Adamu akaona si vema mtu awe peke yake. Wapendwa wake Mwenyezi Mungu, hili neno linapotumika ya kwamba si vyema huyu mtu awe peke yake, alikuwa amemweka katika shamba la Edeni. Na ndio maana kabla tuendelee sana, ningependa niweze kuwaelezea maana ya Edeni ni nini. Lakini kabla nifike hapo pa kuelezea Edeni ni nini, niruhusuni niwaeleze ya kwamba Bwana Peter na Philomena, you have made a life choice. Hakuna rivers here. You are going to commit yourself in front of the altar today.
no reverse gear. The world is full of attraction. Many things pull our hearts and mind, and still we cannot have them all. We need to renounce and pick one instead. And Peter, today you have decided to pick Philomena. Philomena, you have decided to pick Peter. You have made a life choice. Do you know the implication? Are you aware of the choice you have made? Are you aware of the consequences? This is a lifelong choice. A covenant, not a contract. A covenant is a lifelong. You can't terminate it. But a contract, you can terminate it at any time. Sijui ni kwa nini nimemficha bibi harusi. Lakini ni sawa, nafikiri haya ni ya huku chojo. Amen? Amen. Bibi harusi lazima ficho kidogo, si ndio? Haya, lakini nina uhakika ameyasikia haya. Katika hii choice na kurudisha katika Eden, God took man and put him in the Garden of Eden. Neno hili Eden, niliambiwa na wanafunzi wangu siku hizi usemi Eden, nataka kusema Eden. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi tulisoma zile enzi tulikuwa tunasema Eden. Ama hata wewe ni hivyo Eden. Lakini nimeambiwa, Father, don't say Eden, it is Eden. Haya, sawa, mradi mmeelewa, mimi namaanisha hiyo. Hiyo. Sasa, neno hili Eden lina maana gani? Neno hili Eden lina maana ya order, a place of delightful spot, a place with an open door, a place full of happiness and bliss, a place of perfection. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hapo ndio Mungu alimuumba Adamu, huyo mtu wa kwanza, na akamweka katika mazingira hayo. Eden. Eden means in God's presence. And God has that open door in Eden. That is where Adam was placed. Eden. Eden isn't a place, but an environment. That's why it cannot be found anywhere. It is an environment, a peaceful environment, a perfect environment, an environment that is full of peace, happiness, perfection, a place you can dream of. That environment. Wow. That is where Adam was placed. First thing that a man needs is Eden. That God's presence. That the first thing a man should always strive for. It isn't a woman. First is Eden. That environment of peace, happiness, perfection. God's presence, that is what you should first seek, not a woman. Did I say that you should not seek first a woman? You heard me clearly. It is Eden. You need God's presence first, not the presence of a woman in your life.
Women, you cannot go into the bush and start bringing someone in the presence of God. It's very difficult. Find the man in the presence of God, and you'll find your Eden. Philomena, I hope you found your Eden. And if you found your Eden, don't spoil that environment of God's presence. Keep it Eden. That is the first thing any man needs. Eden. That peaceful atmosphere, peaceful environment. Don't spoil it with your noise. Amen? Amen. The first thing that a man needs is not a woman. It is Amen. Thank you very much. Philomena, if you're going to forget everything, don't forget Eden. The next thing that God told man, it is not about looking for a woman. No. He told the man, work. Fanya kazi mwanaume bwana. See woman, work. The problems that we are facing in this contemporary society, watu wanakimbia kabla hawajatengeneza Eden, wanataka kuoa. Kabla mtu hajapata kazi, akaweza kuhakikisha kwamba mambo yako chonjo, anaanza kuoa. You spoil everything. Work. God gave man work before a woman. Therefore, you need to work before looking for a woman. Alipewa kazi, akaanza kuwaita majina, bla 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 bla. Lakini licha ya kwamba aliwaita hawa wanyama majina na nini, lakini Mungu akaona ya kwamba huyu mtu si vema awe peke yake. Na ndio akamtengenezea msaidizi wa kufanana na yeye. Remember to work and work well and perfectly. The work that God gave man to do is to cultivate. Bring the best around you. Make everything fruitful. So remember, man was not given a finished woman. He wasn't given a finished woman. Alipewa kazi. Akaambiwa, mfanye nini mjaze ulimwengu? Tumsifu Yesu Kristo. Yes. Na akaambiwa yale mambo ambayo atakana kufanya. So, man has to create from a woman what he wants. The woman you are looking for is not far from your heart. Is not far from your mind. You need to mold that woman to become what you want. Hakuna finished woman anayekuja kwa nyumba yako. Lazima umtengeneze. Ukiona viaelea ujue. Yes. Na ndio maana huwa napenda kuambia watu, a good child is not born. A good child is made. A Christian, the same thing, is not born. A Christian is made. Na ndio maana huwa tunawabatiza. A good youth is not born. A good youth is made. A good wife is not born. A good wife is made. A good husband also is not born.
a good husband is made. Tengenezaneni. Usio mtu akulia mke wangu. Tengeneza yeye. Yes. Peleka mke shopping. Na mwite jina lile nzuri, babe. Mwite darling. Mwite sweetheart. Jina ambalo ukimwita moyo wake hata kama alikuwa na ukaidi kidogo, ukaidi unaisha. Mnajua dawa ya wanawake ni kidogo tu sana. Dawa si kubwa. Fahamu kumbembeleza mke wako. Bas. Bembeleza yeye. Ukishabembeleza yeye kidogo tu bas. Hata kama nilikuwa nitakumia pembe, zote zinaisha. Tumsifu Yesu Kristo. Yes. Na ndio maana alitoka wapi? Yes. Ni umtunze. Vile unatunza viungo vyako vya ndani, hata chochote kikiwa kinatendeka kibaya, wewe unafanya nini? Unalinda hapa usigongwe. Huyo mke wako, kama kuna jambo ambalo unatakana kulinda la kwanza hata ukiingia katika familia, linda mke wako. Linda mke wako. Na ndio maana nasema hivi. Cultivate your wife. Ukimwona kama ameongeza kama ni weight, don't tell her hii weight yako imezidi. Don't tell her that. No. Take her to the salon. Anza kumbembeleza vizuri, mpeleke kwa salon vizuri. Ukishapeleka kwa salon, unampeleka kwa shopping. Anafurahia. Kama ni shuleni, unapeleka kama na watoto kwa pamoja. Pole pole. Unaamua mnaenda kwa shopping, unaenda mnanunua nini? Sports nini, gears. Pole. Naambia babe, can you join me for an evening walk? Yes. Mnatoka mnatembea, unaambia can you increase the speed? Yes. Hivyo pole. Don't tell her kwamba umeongeza weight. No. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Yes. Make her what you want. Anapokuwa analala, ule wakati mlipoana mara kwanza, kama wewe ni bibi, mume wako hapo anangorota. Sasa miaka zinapozidi kusonga, anaanza kufanya nini? Anaanza kumwambia baby unangorota usiku. Lazima uweze kuchagua njia mwafaka ya kuweza kufanya nini? Kumsaidia. Haya, niendelee nisiendelee. Haya. Asanteni sana. Adamu aliambiwa kwamba he should guard the garden. Protect your wife. You have the muscles. Hizo muscles za kutandika mke wako. Hizo muscles, cha kwanza kabisa, protect your wife and work. Then, don't touch the tree. Don't touch the tree. Nafikiri ni moja wapo ya mambo ambayo Adamu aliambiwa. Teach the wife the word of God. Kusikiliza sauti ya Mungu. Kila wakati nyumba nyingi zinaharibika wakati ule akina mama wanapoamua kuvaa viatu vya Adamu. It is the man to teach the wife the word of God and to follow it. It is not the woman to teach you. Ni wewe upeleke watoto kanisani na mke wako umwambie twendeni kanisani. Si mama ndo anaanza kubembeleza, baba kifulani twende kanisani jamani. Twende jumuiya. You go. Kofi kwa kina baba kwa sababu mnafanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi tafadhalini, mimi nimekuja kuhubiri neno zangu na amani. I just want to live the Eden.
I just want to live the Eden with you. Tafadhali. One who is in God's presence or in Eden will work, will cultivate, will protect, and will teach. If not, then it is better that that man does not marry. If you can't maintain Eden, if you can't work, if you can't cultivate, if you can't protect or guard, then it is better you do not marry. Tumsifu Yesu Kristo. Siku moja nikizungumza na mzee mmoja ambaye alikuwa amefikisha miaka 50 za ndoa. Nikawa namuuliza, mzee, unaweza kuambia nini vijana wadogo ambao bado hawajafunga ndoa ama wale ambao wameanza maisha ya ndoa? Akaniambia, Father, I might seem rude, but allow me to say this. Marriage is not for jokers. If you want to joke, go to the field. But not in marriage. Marriage is not for jokers. Umeelewa eh? Sasa niendeleze japo imetosha. Haya. Katika hali ya maisha, mojawapo ya neno ambalo limetumika vibaya zaidi ni neno hili, I love you. Na hili neno wengi wetu tunapokuwa tunalitumia, twalitumia asubuhi, mchana, jioni, hata usiku. Hata wengine wenu mwaongea kwa simu usiku mpaka simu za wamoto, mkidanganyana. Simu za karibia kulipuka, mkidanganyana. Baada ya siku 2-3 ama wiki moja, wapigia mtu simu hashiki. Wajaribu kung'ang'ana kumtext, anakublutiki. Na ni mtu ulikuwa unatumia masaa 2, 3, 4 ukiongea mpaka simu yawa. Na mwankodolea macho, mko papa hapa. Hili neno I love you, tafadhalini sana. Love is not a feeling. It is not a feeling. If you say love is a feeling, ina maana ya kwamba hisia yoyote ina mwisho, kweli ama uongo? Kwa hivyo kama waumwa na kichwa, utaumwa na kichwa saizi, baada ya dakika 5 ama 10 ama lisali moja kitaacha kuuma. Kwa hivyo ukisema kwamba love is a feeling, ina maana baada ya lisali moja kitafanya nini? Hiyo love itaisha. Hata kama ni hasira, ukiwa umekasirika na mtu hapa, utakasirika naye, ukutana na mwingine tayari umeshatabasamu. If it is a feeling, ni kwamba itaisha. But love, it is not a feeling. It is a promise. It is a commitment, lifelong commitment. Ukiniambia unanipenda, nipende kweli. Na ndio maana nyinyi mtasema kwa shida na raha, kwa magonjwa na afya, bado mtapendana. Tunapoongea kuhusu marriage,
Kuna jamaa ambaye anaitwa Andre Morris. Yeye anasema a happy marriage is a long conversation which always seems too short. A long conversation which seems to be too short. Yaani mnazungumza hamchokani. Mpaka unashangaa kwani watu tunazungumza nini? But you are always busy. Unajihisi yani uko very comfortable. You can talk to your partner anything freely. You can express yourself. If you are not in total love, if you are not sure of your marriage, you can't have such a conversation. Nikiwauliza nyinyi ambao mko hapa, je, unaweza kuongea na mwenzako chochote bila kuogopa? Na mnaweza kuongea bila kuweka full stop? Yani hivi, can you enjoy the company of your partner from morning to evening? Mko tu mapiga story tu. Amen. Makofi kwenu. Wengine mwaona hivi mythology. It is just a myth. Kuna jamaa ambaye anaitwa Benjamin Frank. Benjamin Frank says marriage is a natural state of man which you will find solid happiness in building a strong family. Solid happiness. Yani imagine kama ni upendo wa upata, yani upendo unaweza kuushika namna hii. Kama ni amani unaweza kuishika namna hii. Kama ni furaha unaweza kuishika namna hii. That means mnapokuwa mnakumbatiana, Philomena na Peter, you should see that solid love in your partner. That is what Benjamin Frank is talking about. Solid love. Make it solid. Stop looking at it in a utopic world. I wish. Make it real. Make it rain in your family. Love. Watu waangalie hivi waseme kweli pale kuna upendo hai. Sisi muulizi tu zile za abunwasi, huu ni upendo hai. Wapendwa, marriage kulingana na kanisa Katoliki, it is a relationship of all life, ordered by nature to the good of the spouses and procreation and education of offspring. Si vema huyu mwanamume awe peke yake, alitafutiwa msaidizi. Na ni mwanamume na mwanamke. Tafadhalini. Na zaidi ya kuzaana ni kwamba muweze kuwafundisha ama kuwaelimisha watoto wenu. Mpeleke wao shuleni, Sunday school waje, wapitie mafundisho ya dini, muwafundishe maadili mema pale nyumbani. Jinsi ya kuishi na wenzao. Hilo ni jukumu lako wewe baba na mama. Si kazi ya kuachia malezi ya watoto wa kina mama. No. As a dad, make sure that you take that responsibility. Be available to your family. Tumsifu Yesu Kristo. Mara kwa mara mimi napiga kelele kwanza ninapoona vijana wamenyolewa maajabu. Na wamepakwa vitu vingine vya maajabu kwa kichwa. Napiga makelele, nasema akina dadi, we are compromising something that is very essential. Who should take a daughter to the salon? Is it the dad or the mother? Who should take a daughter to the salon? Then who should take the son to the barber shop? Na nyinyi wakina baba mwafanya nini? Waacha kijana anapelekwa pale kwa baba shop na mama anaenda ananyolewa maajabu, anachorwa mavitu, anapakwa nywele rangi, anafundishwa umama badala afundishwe kuwa baba. Tumsifu Yesu Kristo. Nawaambia kina baba wa Katoliki tuwapotezea hapo. You come in the evening unapata kijana amepaka cutex kwa vidole. You are silent. Umwambii baba toa hizo vitu ama nitakuvunja mguu. Unanyamaza tu. Huyo kijana anafundishwa kuwa mama. And you are there watching with your own eyes. You will be judged in the final days.
Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana mimi kama padri nitatimiza wajibu wangu, nitakwambia hapa umeenda makosa. Usikie usisikie, mimi nakuachia, utajua mwenyewe. Haya, tutafikia nitafuata kwa nyuma. Hapa kanisani na mimi namalizia. Tunaendelea. So make sure that you educate your offsprings. Wanafunzi wanapokuja nyumbani, wazazi, tafadhalini, hii mambo ya kupeleka watoto sijui kwa shangazi kwa nani, stay with your children, kuwafahamu vizuri. Mnanielewa wazazi? Yes, si siku moja mbili watoto wameondoka. Ndio watoto wanakuja na tabia za maajabu. Educate your children. Si kuzaa si kazi ngumu. Kazi ni malezi. Haya. Marriage Act 2014. Marriage Act 2014 ilisema marriage is a voluntary union of man and woman, whether in monogamous or polygamous union, and registered under the Act. Ni 5 systems za marriage. Ya kwanza kabisa wanasema Christian marriage, ambayo tunajua ni monogamous, mume mmoja mke mmoja. Alafu ya pili wanaleta Islam, ambao wanafanya polygamous, hiyo inaruhusiwa. Alafu wanaleta ya Kihindi. Alafu wanaleta civil marriage. Alafu ya mwisho ni customary marriage. Now yetu ile ambayo tunadili nayo ni Christian marriage, monogamous. Sawa sawa. Haya, naomba niendelee. Part 2 of the Kenyan Constitution, ambayo inaongea about rights and fundamental freedoms. Article 45, paragraph 1. What does it state? It states that the family is the natural and fundamental unity of society and the necessary basis of social order, and shall enjoy the recognition and protection by the state. Na ndio maana cheti chenu hapa kinasoma the Republic of Kenya. Serikali yenyewe inajali familia yako na inataka hiyo familia ikae katika njia fulani. Na endapo chochote utakifanya ambacho kinaenda kinyume na maslahi ama maadili ya ndoa, ni kwamba serikali itakufuata. Huwezi ukakuwa violent kwa mke wako ama kwa mume wako. Huwezi ukasema tu kwamba unaanza kuua mtoto yote vile unafikiria. No. Ama you abandon children, unakataa kuwafundisha, serikali itakufuata. Kwa sababu inajali maisha ya nini? Ya familia. Msifu Yesu Kristo. Haya, naendelea. Paragraph 2. Those to marry are adults and of the opposite gender on the consent of the parties involved. Those to marry. Paragraph 2, it is very clear. Ni mume na mke. Tafadhalini, mume na wacha niendelee. Of late, civil controversy over homosexual marriages has become a public thought, especially concerning marriage, which is a contrary direction. Now wanasema hivi, whatever two people think it is and the government of the moment accepts, wapendwa wake Mwenyezi Mungu, that is a very wrong notion. Couples don't create marriage, but come to celebrate it. Marriage was created by the author, who is God. Alisema si vyema huyu mume akae, akamwambia nani? Yes, hakusema kwamba Eve. Hakusema Adamu. Alisema Adamu na Hawa. The only thing we can do about marriage ni consent. Niseme mimi Peter na kukubali wewe Philomena, na Philomena aseme na kukubali wewe Peter. Consent peke yake, but you cannot redefine marriage. Marriage remains mume na mke, full stop. Hayo madhogodhanio mengine sijui mmetoa wapi na mnataka kuembrace. Hayo mambo yashindwe katika jina la Yesu. Papa Pio wa 11
alipokuwa anaandika one of the encyclicals ambazo zinaitwa Casti Connubii, na hii inaongea kuhusu marriage. Hii ni baada ya ndugu zetu wa Anglikana kuleta utata, na Papa Pio akaamua kuwaelezea msimamo wa kanisa Katoliki hawezi kubadilishwa na kanisa lingine, na ikasimama hivi. Na nitawaambia kuanzia leo, just know this, the Catholic Church will always stand on faith and morals. Kama kitu ni no, ni no. Kama ni yes, yes. Full stop. Nothing more, nothing less. Faith and morals. Anything that concerns our faith, anything that concerns our morals, tutasimama nacho kidete. Na kama utaamua kufundisha chochote kinyume, ujue kwamba you cease being a Catholic. You cease being a Christian. Haya. So yeye akasema kanisa Katoliki limeweza kuelewa na kufundisha na kuishi ndoa katika historia yote, na ikaweza kufundisha ya kwamba consent is about who people are marrying, not what marriage is. You cannot redefine marriage. Your freedom is whether you want to marry so and so or not, but you cannot redefine what marriage should be. Hayo mengine yenu yatakuwa ni maoni, lakini hayawezi badilisha kile Mungu alikuwa amekiamua tangu mwanzo. Wapendwa, nimezungumza mno, na baada ya kuzungumza mno, naomba niwakumbushe, katika ndoa yoyote ile lazima ipitie stages 5. Uhusiano wote ule lazima upitie stages 5. The first stage is attraction. You see and you get attracted. That is where love begins from, attraction. And that is why mnaanza kupelekana out na kadhalika. Then ya pili, curiosity. You start investigating your partner, who they are as a person. Huyu ni nani? Lakini unapoanza kumchunguza utafahamu kuna mambo fulani fulani na kuna mambo fulani fulani. Katika ile hali ya kuchunguza utajipata ukiingia kwa kitu kinaitwa crisis. Tumsifu Yesu Kristo. Sababu utafumbua mambo mengine ambayo hukuwa unatarajia. Na ndio hapo wengine wenu huwa mnaamua kuachana ama mnaamua kuvumiliana, mnatengenezana na mnatengeneza ndoa yenu inakuwa strong. Because ni baada ya kugundua manyonge ya mwenzako ndipo huo wakati unaweza kumshika mkono na mkatiana nguvu mkaendelea na safari. Si wakati wa kumwacha, sababu utaacha wakati. No man is perfect. Deep attachment. After that crisis ndio mnatengeneza sasa that deep attachment. After deep attachment mnaingia kwa kitu ambacho kinaitwa commitment. I believe today umeshafika katika hiyo the 5th stage, commitment, and you are making a wise decision today. Wapendwa wake Mwenyezi Mungu, miongoni mwa institutions ambazo zinasumbuka ama zinaathirika zaidi kwa sasa ni hii institution ya ndoa ama familia. Familia zinashambuliwa kulia na kushoto. Na msipochunga, wapendwa wake Mwenyezi Mungu, pale tunapoelekea si pazuri. Familia ndio chanzo cha miito aidha ya upadri. Familia ndio chanzo cha miito aidha ya utawa, na familia ndicho chanzo cha ndoa zingine.
Kizazi cha sasa, magonjwa mengine tunayapata ama tunayapitia kwa sababu ya kuembrace vitu ambavyo si vya Kiafrika, tabia ambazo si za Kiafrika. One of them is the use of contraceptives. Hata ile neno lenyewe limeandikwa contra, against conception, against conception. Mungu ametoa sheria yake ya kwamba mzaane, na wewe unaenda kontra. Amjambo. Naombeni tufungue akili zetu vizuri. Wanawake siku hizi mnaolewa mkiwa na miaka mingapi? Wengi wenu. Let us reason together. Kuna mwanamke hapa, tunaweza sema wanawake wengi siku hizi wanaolewa wakiwa na miaka 12, 16. Wengi wao wanaolewa wakiwa na miaka zaidi ya 25, hata wengine miaka 30. Kweli ama uongo? Kweli. Thank you very much. Let us reason together now. Wale wanawake walikuwa wanapata watoto 12, wako sasa ama hawapo? Munanielewa wapendwa? Wale walikuwa wanapata watoto 12 ni wale ambao walikuwa wanaanza kuzaa wakiwa na miaka labda 14, 15, 16. Lakini wewe ambao unaanza kuzaa ukiwa na miaka 30, ukweli wa mambo, kama watoto utapata mmoja ama wawili ama watatu. Lakini haya mambo mengine mwana kujivika kama vitu vingine vya majabu vya wasumbua. Tumsifu Yesu Kristo. Vinawasumbua, afya zetu zinadorora, mwashikwa na makansa. Yaani unapata kwamba umefanya hayo mambo ili mume aweze kufurahia. Ndio usiache hata amekwambia kwamba sitaki watoto wengi, sijui sitaki nini na nini. Mbona ulioa? Sasa wewe mambo unang'ang'ana. Unapoenda kung'ang'ana unajiweka hizo mavitu zinaanza kukusumbua. Sasa kila wakati ni budalani. Semeni amen. Budalani mwezi mzima. Huyo mwanamke umemsaidia ama hujamsaidia? Ataenda wapi? Kile ambacho ulikuwa unang'ang'ana kulinda kinakuponyoka ukiangalia kwa macho yako hivi. Ukija kuangalia afya yako imedorora, hujiwezi hata mtungi wa maji wenyewe uweze kuangalia kwa kichwa. Sababu wa hema kupanda stairs ni akina mama ambao mko mnabeba kuni nyingi hivi ni wachache siku hizi. Where are we heading at? Akina mama, angalia mama ambaye uko naye hapo karibu na wewe, mwambie tusidanganywe. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wake Mwenyezi Mungu, ulizeni madaktari vizuri, watawaambia menopause siku hizi inakuja mapema kwa kina mama. Kweli ama uongo? Kweli. Early 40s tayari umeshaingia menopause. Yes. Wale ambao kuna bahati ndio wanafika 50 ndio menopause inaingia. Sasa mwajisumbulia nini? Kama Mungu amekujalia watoto, zaa. Tumsifu Yesu Kristo. Na kuuliza wewe Peter, kwenu mko wangapi nyumbani? 7. Wako wangapi? 7. Wewe kwenu mko wangapi? 2. Haya, hao ni wawili. Kwenu mko wangapi? Peter amesema sasa. Kwenu wewe, si yeye. Nyinyi kwenu mko wangapi? Uko wengi. Wangapi? Tumsifu Yesu Kristo. Hata hajui wengi. Sasa nawapatia case study. Ukikaa na huyu na ukikaa na huyu, nenda ukamuulize, how do you feel kuwa wawili?
mkiwa 7. Na waambieni msinyime watoto nafasi ya kuenjoy maisha na wenzao. Kwetu sisi tuko 7 na ndio maana mimi niko father hapa. Makofi kwangu. 7. Mimi niko hapo middle born 4. Niwe niko hapa nafanya shughuli shwari tu. Baba awe mgonjwa, mama awe mgonjwa, ndugu wako pale wanakimbia. Mimi nikunieleza tu hivi na hivi, naambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na mambo yanaenda. Lakini ukiwa peke yako, mama anakuwa mgonjwa, unachanganyikiwa, utashare na nani? Sababu kuna wengine wenu hata mtu akijaribu kushare mambo na nyinyi, ni papa hamweki mama. Heri mtu akaambia mamake, akaambia babake ama aambie ndugu yake. Unajua kwamba akiamua kunitangaza ni ndugu yangu. Haya. Nimeshasisitiza wapendwa wake Mwenyezi Mungu, ndoa inashambuliwa na one of the things ambayo nimetaja ni contraceptives. Zinawasumbua. Na jambo hata la kusikitisha, ni mwaka huu tu in one of the parishes kuna msichana, nilifika tu na nikawa nimeitwa tu ni handle hiyo kesi. Msichana ako class 8 na ameshawekewa implant. Ya kazi gani? Teach your children to abstain. Tumsifu Yesu Kristo. Kama wewe mama umeoza, usiozeshe mtoto. Yes. Wazazi mwende kwenda nyuma, msindikize wazazi wa pande zote waweze kuleta hapa mbele, wazazi wote. Fanya haraka kama umejisahau binti yangu apiga hivi. Basi tuko katika hatua ya kuadhimisha sakramenti ya ndoa,
Ndugu zangu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa na muhuri mtakatifu wa Bwana ya nia yenu. Peter na Philomena J, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi. Ndio. Ndio. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kupendana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Basi hapa wameshikana mikono na ni wakati sasa wa kutia maagano na kukubaliana. Mimi Peter Jilani na kupokea Philomena Happiness Nazi Kalama uwe mke wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Makofi na vigelegele. Mimi Philomena Happiness Kalama Nazi na kupokea wewe Peter Jilani uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu huo mlionyesha mbele ya kanisa, Bwana na audhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wengi wa baraka zake. Alichokiunganisha Mungu wanadamu asitenganishe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wakati wa kubariki pete. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Amina. Wenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Makofi na vigelegele. Wenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako,
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndoa tunayo hatuna. We have noti. Makofi na vigelegele. Asante. Sasa ninaomba tusimame tuombe. Ndugu zangu, tuwaombee hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Baba uliye asili ya kila ubaba, wape hawa bwana na bibi harusi neema yako, wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo anavyopendana na kanisa lake. Bwana tunakuomba wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Bwana nakuomba wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Bwana tunakuomba nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi wa taifa. Bwana tunakuomba. Tuombe. Mungu, wasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tuketi na nawapenda uweze kupongezana na
ili wanaposhiriki na damu ya Kristo wafungamane daima kwa mapendo kati yao. Baba mwema, uliyemuumba mwanadamu kwa mfano wako, ulimuumba mume na mke, ili mwanamume na mwanamke waungane mwili na roho, wapate kutimiza kazi yao duniani. Mungu, ulitaka agano lile ulilolipenda kufanya na watu wako lionekane katika mapendo yao wanaharusi, kusudi utufungulie hekima ya mapendo yako. Ulitaka hivyo ili maana ya fumbo hili ikamilike na siri ya muungano wa Kristo na kanisa ionekane wazi katika ndoa ya waamini wako. Tunakuomba wanyoshe kwa rehema mkono wako wa kuume hawa watumishi wako Pita jirani na Filomena Happiness Kalama. Bwana, wajalie hawa wanaofanya maagano ya sakramenti hii washirikishane mapaji ya mapendo yako, wakionyesha na ishara ya kwamba wewe upo kati yao, wawe moyo moja na roho moja. Bwana, wajalie pia ili nyumba wanayoijenga waitegemeze kwa matendo mema, wawale watoto wao kwa kanuni ya Injili, wawaweke tayari kupokelewa katika jamaa yako ya mbinguni. Na huyu mama mtumishi wako Filomena Happiness Kalama, upende kumjalia wingi wa baraka zako, apate kutimiza wajibu wa mke na mama, ailete nyumba ya mapenzi yaliyo safi na kuipamba kwa adabu njema. Na huyo baba mtumishi wako Pita jirani, Bwana, pia baraka ya mbinguni apate kutimiza vema kazi zake za mume mwaminifu na baba muangalifu. Baba mwema, wawezeshe hawa waliofunga ndoa mbele yako, watamani kuijongea meza yako, na siku moja wafurahi kushiriki karamu ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe rohoni yenu. Sasa ni wakati wa kupongezana na kutakiana amani. Awajalie baraka yake ninyi pamoja na jamaa zenu. Yeye aliyelipenda kanisa lake mpaka mwisho, awashushie daima mapendo yake mioyoni mwenu. Bwana awajalie ninyi mnaungama imani ya kufufuka kwake,
mtazamie kwa furaha kupata heri ya mbinguni. Nyinyi nyote mulio hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkae na amani. Basi wimbo wakati wanaharusi na wapambe wanakuja hapa kusaini jeti, na baadaye tutakuwa na session za pili. Thank you.
Nakutoka. Nakutoka. Hello, Kiasi. Hello. Ana mano ke n'aka ogbu ọja Obozi gini ka na-achọnụ ịma na Chukwu agọzigo mụ ọ nyelụ m ihu nyelụ ya umi. What am I looking for? Say my God, it don't mess me up. He giving me you, giving you me. Obozi kife la chasha so Obozi kife mi chasha me. My baby, you know say you got love for me. I do go. When I call your name, you shakara for me. No, man. I'm gonna be your you gon' be my Julie. No, man. I'm gonna be your you gon' be my Julie. Give me your heart, I no go run away. Show me your love, I no go use you play. Carry me, go me, I go follow away. Follow you, oh. Me and you. Okwamona ki my baby. Me and you. Okwamona ki my baby. Obozi kife la chasha so Obozi kife mi chasha me. My baby, you know say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. Hey, harusi tuna matuna, vigelegele, wapi happy na pita, cheza na sili, chimengala. Leo siku imewadia, oh, harusi tunayo, happy na ye wakipita, wamefunga ndoa. Ahadi kamili leo wameitimiza, zetu ndoa njema twawaombea mazuri. Mama Francisca, Mama Sidi na Baba Kalama, waombeni kila heri, upendo udumu. Mama Flora naye Baba Luchi wanaraha, kwani wamepata mkaza mwana nyumbani. Ndugu zenu Kathy Opukoni wanridhia, Emily Paul Alice nao wawashangilia. Pero pigane jere jere, shangwezo sina za zigume. Hapina mulume wepita, inore Roma za tomana. Kula mwanaka ya kwa joka, hadi mebe mtano kwa kida. Mana voera ni mazo, maina gakire na kanda. Pero pigane jere jere, shangwezo sina za zigume. Hapina mulume wepita, inore Roma za tomana. Kula mwanaka ya kwa joka, hadi mebe mtano kwa kida. Mana voera ni mazo,
hapo hapo. Wapi Philomena, Kevin, Mary, Stephen na Mwangolo. Leo siku imewadia, oh, harusi tunayo. Happy na ye wakipita, wamefunga ndoa. Ahadi kamili leo wameitimiza, zetu ndoa njema twawaombea mazuri. Mama Francisca, Mama Sidi na Baba Kalama, waombeni kila heri, upendo udumu. Mama Flora naye Baba Luchi wanaraha, kwani wamepata mkaza Bwana nyumbani. Ndugu zenu Kathy, Opukoni wanridhia, Emily, Paul, Alice nao wawashangilia. Pero pigane jere jere, shangwezo sina zazibume. Happy na mulu mewe pita, winore Roma tatomana. Ula mwanaka ya kwa joka, hadi miembe mtano kwa kida. Manavoera ni mazo, maina kakire na kanda. Pero pigane jere jere, shangwezo sina zazibume. Happy na mulu mewe pita, winore Roma tatomana. Ula mwanaka ya kwa joka, hadi miembe mtano kwa kida. Manavoera ni mazo, maina kakire na kanda. Cheza, cheza, cheza. Wapi hapi na pita, na bila kwa sawa le ndugu zake bibi harusi Cecilia, Joka, Harry na Holly. Hapo, hapo, hapo. Safi, safi sana. Twende nalo, twende nalo, twende. Hapo, 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 hapo. Aya hide, hide, hide. Otamu, rumba dogo dogo tu. Wapi hapi na pita, sure. Pero pigane jere jere, shangwezo sina zazibume. Hapi na mulu mewe pita, winore Roma tatomana. Ula mwanaka ya kwa joka, hadi miembe mtano kwa kida. Manavoera ni mazo, maina kakire na kanda. Pero pigane jere jere, shangwezo sina zazibume. Hapi na mulu mewe pita, winore Roma tatomana. Ula mwanaka ya kwa joka, hadi miembe mtano kwa kida. Manavoera ni mazo, maina kakire na kanda. Hongera wazazi wote kwa kuwalea vijana. Malezi bora mliwapa toka utotoni hadi leo wamejitolea kuunganishwa pamoja. Ampataye mke mwema amepata kitu azizi. Kwa heshima harusi takatifu na yenye mibaraka, aliye na jambo lolote alinene hapa leo, msije mkasema I wish I knew. Ampataye mke mwema amepata kitu azizi. Wanachonisikiliza, huyu leo mtoto wenu, msije mkasema lo, we dada, nyani akikurehahaha. Kwa hivyo mheshimu maamuzi yapita, mpendane maishani kama chanda na pete. Ampataye mke mwema amepata kitu azizi. Maharusi mpendane siku zote maishani, mke aoshapo vyombo na mme wapasua kuni. Ikiwa ameshika mwiko, msaidie mtoto. Ampataye mke mwema amepata kitu azizi. Kwa heshima ya maharusi, kwa heri na wapungia, naondoka imaima, swali langu na kuachia pita. Ikiwa utamtesa mkeo, nani atamsaidia? Na kabla
ninakukumbusha, mke mwema huijenga nyumba yake, bali mpotovu huiharibu na mikono yake. Ampataye mke mwema amepata kitu azizi. Asante. Asubuhi wakati Mungu hajachoka, ona vile alivyoumbika. Hiyo rangi ni original, si kama yangu. Asanteni. Father Onesmus alisema usikopeshe bibi yako pesa, hata kama ni ya chama. Niendelee. Acha niachie hapo. Takusave na love emoji into your official name. PDA bila woga, your license ni better. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit tuishi nami. Kifungu kutole kopi usizubae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujionyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. Lazima uolewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitoshani upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Takupenda sahi. Ukipigana na dunia I'll be fighting. Mtoto wa kichoni umempata. Mdekedeke uwe mfano yule tumbili utafanya kuruka hivi. Mdekedeke mpaka mwisho akwambie lile shamba la babu yangu utakuwa. Manake ulibarikiwa unashika. Saa zingine ile chai ukimpa usimpe kwenda hivi. Kwa mwingine nyuma angalia hiyo shepo ipende. Na mpende mumeo kama ulivyohubiriwa, mpende mumeo, mume ni kichwa, wewe ni shingo. Alafu mpata mume wa miraba 7, mume wa kichoni huyu, mshike, umdekedeke, usimwache. Ameacha wengi, ameona wasichana wengi, lakini akakuta kwa wewe uiona. Kwa hivyo mume mpende, msikilize. Na wewe mume, ukimkosea mke wako, muombe msamaha. Na wewe pia ukimkosea muombe msamaha. Alafu sauti za bedroom, usilete sitting room. Sitting room ni maneno yake tofauti. Kama kuaguzwana, kufanya na nini. Lakini ukiwa bedroom, hata kama angukosea, tuliza roho yako. Yafanye yale anayostahili kule chumbani. Mwanamke ni mwenye hekima na mwenye maarifa. Na nyumba hujengwa na mwanamke na mikono yake miwili. Na akabomoa mwenyewe na mikono yake miwili. Hakuna waume na hakuna wake. Peter, wajua hakuna wake na hakuna waume. Siku hizi watu hawaoani. Madamu mmepiga hatua, shikilieni ndoa yenu, msiachilie. Mwishikilie. Na mkiona kuna matatizo, shikeni tasbihi. Tasbihi peke yake, rosari, Mama Maria ama rosari ya huruma. Hiyo peke yake tosha. Nawe Peter, mke hapigwi na makofi, upigwa na maneno matamu na pochi. Msikia? Pochi. Alafu siku nyingine nao ukipata zawadi yako nzuri, huyu mume birthday yake, umnunulie kiwa shati, soksi, yani kitu kizuri umnunulie umpe. Mume naye pia atakupa zawadi yake. Alafu mpende wazazi kote kote. Wazazi wako na wazazi wa mume, mpendane, muelewane, msiwaache wazazi mkapata laana. Muwapende wale wazazi, msiwaache, maana amewalea mpaka wakati huu. Kwa hivyo sitazungumza sana, maana time inaenda. Kwa hivyo njoo tupande ukatiki.
njigoba njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Oh baby njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engongo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Akamwenyuko gye ndi mwana gwe kampummuza emmene mpulirwe mpulira ku ddoboozi lyo biringa lalabayi bwe tuba mu bantu ng'oyogera nyambo okubaakaama fitness eri mu ddoboozi lyo ewulirenga nze nzekka kati kankuteeke ku kato nkutwale kazinga kunogera ekinazi omuntu omulungi yalinga gwe tasaana lukale kankusimba ekikajjo onywemu kajusi muwera guno omuyembe laavu yaffe katesuse terumya na njala njagaza kajanja laavu yaffe bagikolemu engombo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo.